Tanzania peke yake. Jambo la pili, hatuna muda mwingine wa kuishi, tunaishi mara moja. Kwa hiyo katika kila sekunde ambayo unaitumia, jiulize umeifanyia nini Tanzania. Kwenye kila hatua unayopiga, jiulize naleta maendeleo gani Tanzania. Sasa Tanzania imekuwa ina changamoto, na mimi ninaamini hakuna mtu mwingine ambaye anaweza kuzitatua changamoto za Watanzania isipokuwa Watanzania wenyewe. Na ukiona umeshindwa kutimiza jukumu lako kama Mtanzania, basi ujue una deni, na deni hilo kuna kizazi kitalilipa. Nataka niwakumbushe, Ufaransa hivi karibuni wamekumbana na changamoto ya ongezeko la joto iliyogharimu maelfu ya maisha ya watu. Sasa changamoto hiyo, kuna kizazi miaka ya nyuma aidha kiliona viashiria vya changamoto hiyo au kilisababisha hiyo changamoto. Wale waliona wakakaa kimya bila kuchukua hatua. Kizazi hiki cha leo kimelipa hilo deni, maelfu ya watu. Sasa maendeleo na changamoto za Watanzania, hakuna mtu mwingine wa kuweza kuyatatua isipokuwa Watanzania, kwa sababu Tanzania tumejaliwa wazee wenye hekima, busara na wanaojua njia ya kupita ili kuleta maendeleo Tanzania na kutatua changamoto za Watanzania. Lakini tumejaliwa pia vijana ambao wana nguvu na wana nishati na wana kasi ya kuleta maendeleo Tanzania. Sasa changamoto iko sehemu moja, hakuna ushirikiano. Siku moja nilikuwa na watania wazee wangu, nikawaambia, wazee wangu, je, mna changamoto sana? Akauliza, changamoto gani? Nikamwambia, akitokea kiongozi kijana alafu isivyokuwa bahati akafanya jambo la tofauti ambalo likawakasirisha wazee, utasikia wazee wanasema, kijana wajuzi wewe, anataka kutupanda kichwani huyu. Basi tukacheka, akamwambia sasa na watania. Na mimi leo nataka niwatania hivi wazee wangu ambao mko hapa. Na watania hivi. Lakini lengo la utani huu ni kuona namna gani sasa tunaweza tukarudisha ule Utanzania wetu, kutumia wazee wenye maarifa, kuwaonesha njia vijana wenye nishati na nguvu ya kuleta maendeleo nchini kwetu. Hiyo lengo la utani huu. Kwa hiyo sasa leo hii Tanzania tumekuwa tuna polisi nyingi, tuna sheria nyingi, tuna kanuni nyingi, tuna mikakati mingi na mipango mingi, lakini wanaozijua hizo mikakati kwa asilimia kubwa ni wazee. Vijana hawajui, na kwa sababu wazee, ile kasi na nguvu ya kuleta maendeleo Tanzania inapungua, vitu vile vinabaki kwenye makaratasi. Vijana wangekuwa wanajua zile mikakati, wanajua zile sera, wanajua zile sheria, na wazee wanawasaidia kuyapata yale maarifa, changamoto zetu zisingekuwa kwa ukubwa kama jinsi zilivyo leo. Kwa hiyo kuna changamoto kwenye ushirikiano, lakini kuna changamoto kwenye sera. Kwa sababu hiyo ndiyo maana leo tukaona siku hii ya maadhimisho ya vijana, basi tufanye kwa rika tofauti tofauti, tuondoe hiyo shida ya ushirikiano, lakini pia tuweze kubaini
kwa kuchechemua mapungufu ya sera ambayo yapo kwenye sera yetu ya maendeleo ya vijana. Tuna sera nzuri, tuna mikakati mizuri, tuna timu nzuri taifani, lakini je, huku kwetu sasa vijana wanashiriki? Vijana wanajua sera? Vijana wanashirikishwa? Nilikuwa napiga story na ndugu yangu mmoja, nikamuuliza sera ya maendeleo ya vijana, yeye ni kijana kama mimi, unaijua? Akaniambia kwa mbali. Nikamwambia mchango wako kwenye ile sera wewe ni nini? Akaniambia ndugu yangu, sasa hivi hata kama nikisema na mchango nachangia nini? Nikaona kuna shida hapa. Nafasi ulionayo haijalishi uko wapi, una wajibu wa kufanya. Haijalishi una position gani, una jambo la kuifanyia Tanzania. Sasa leo tunazungumza kuhusu sera hapa ya maendeleo ya vijana kwenye utekelezaji wa ngazi ya mkoa, kwa sababu sisi tumekutana, nyinyi ni wadau wa hapa mkoani na vijana wa hapa mkoani. Tunataka kujadili hapa, vijana wanashirikishwa? Vijana wana changamoto gani? Kwa nini vijana hawashiriki kwenye masuala ya kiutekelezaji yanayohusu jamii? Kwa nini vijana hawaendi moja kwa moja kwenye hatua za kimaamuzi? Kama wanashirikishwa, basi kuna namna ya ushirikishwaji wake. Na kwa sababu sisi sote ni viongozi, tumetoka maeneo tofauti tofauti, nina imani tunajua changamoto ambazo zinatukabili Mtwara. Kwa hiyo hii leo, nafasi hii itakuwa nafasi nzuri kwa sisi kuweza kujadiliana. Baada ya kulisema hilo, ni imani yangu sasa tumepata mwanga. Sitoweza kupita moja kwa moja kwenye sera kwanza kuielezea, lakini changamoto iliyopo ni changamoto ya utekelezaji ambayo ipo kwenye sera. Licha ya kuwa na Wizara ya Maendeleo ya Vijana, licha ya kuwa na idara mbalimbali za maendeleo ya vijana, lakini huku chini idara hizi zinatusaidia? Huku chini wizara inatusaidia? Vijana wana changamoto gani? Ndio msingi wa leo kukutana na kujadiliana. Baada ya kusema hilo, niseme wazi sasa, mjadala huu umefunguliwa. Uko huru kuchangia chochote, kusema namna yoyote, isipokuwa tu kuheshimu rika, kuheshimu mawazo ya mtu, kuheshimu namna ya uwasilishaji. Mengine yote. Kwa jina la Salum Ahmad ibn Hamis na Mbende, natoka mtaa Salem. Naitwa Francis Frank, mkurugenzi wa taasisi ya watu wenye ulemavu Mtwara. Habari za asubuhi. Salama. Majina naitwa Rukia Musa kutoka Mahalia. Mshiriki katika naitwa Geoffrey Saidi, natokea kata Magomeni, mtaa wa Mangowela. Karibu sana. Habari za asubuhi. Kwa jina naitwa Emmanuel Richard Amili, natokea Mangowela, mshirika mdau huu. Kwa majina naitwa Asia Mohamed, natoka kata ya Magomeni, ni mshiriki katika mdau huu. Sana. Habari za asubuhi. Mimi naitwa Fatuma Isa Nyango, kutoka Magomeni shuleni, ni mshiriki katika mdau huu. Karibu sana. Mimi naitwa Maimuna Kayembe, mwenyekiti wa vijana wilaya, mshiriki wa mdau. Kwa jina naitwa Betty Swenge, nafanya kazi na shirika la Tanzania Safety Alliance ya Vitasa, ni meneja wa miradi. Karibuni sana kazi.
Asante sana. Leti. Naitwa Abdul Hafidh Kasim Kilindi, kwa cheo ni shekhe wa kata ya Magomeni, lakini pia ni katibu wa baraza la mashehe mkoa wa Mtwara, lakini pia ni mkazi wa huku Mangowelo. Kumbe tuko nyumbani bwana. Sawa sana. Karibu sana. Heshima kaka, naomba ujitambulishe vyeo vyote. Kwa namna moja au nyingine hawa ndio pia wamewezesha. Mimi naitwa Venance Emmanuel Tem, ni afisa program na mawasiliano kutoka shirika linaloitwa GRCF Tanzania ama maarufu kama GRC Tanzania. Liko Dar es Salaam na linashughulika na mashughuli mbalimbali. Moja, kulinda na kutetea haki za watoto, lakini pia tunafanya kazi kwenye sehemu ya ujenzi wa amani kwa kushirikiana na viongozi wa dini, lakini pia tunafanya kazi katika eneo la maadili kwa watoto, lakini na sehemu ya 4 kutokomeza umaskini dhidi ya watoto. Pia tunafanya kazi kwa karibu sana na jukwaa linaitwa Youth in Action Tanzania. Jukwaa hilo ndio alilomo Bwana Hamisi na vijana wengine kutoka mikoa tofauti ya hapa Tanzania. Tuko Tanga, tuko Dar es Salaam, tuko Zanzibar na Mtwara. Kwa hiyo Hamisi ni sehemu ya vijana ambao wako kwenye hilo jukwaa na wamefanyiwa mafunzo mbalimbali yanayohusiana na masuala ya ujenzi wa amani na uchechemuzi. Kwa hiyo leo kupitia mafunzo aliyopata mwezi uliopita na fursa ya kufanya utekelezaji namna ya kwenda kuchagiza sera na kufanya uchechemuzi katika kuwaletea maendeleo vijana kwa ujumla. Nafikiri wakati niko ndani nilisikia alikuwa anazungumzia kinachotuleta leo hapa kinahusiana na nini, na pengine kwa sababu watu walikuwa wamechelewa unaweza kurudia tena kwa ufupi ili wajue tunakuja kufanya nini. Baada ya kusema hayo, asanteni sana, niko pamoja na nyinyi na nitafurahi kujifunza sana kutoka kwenu kuhusiana na huu mjadala rika ambao unahusisha wananchi wa kata ya Shukrani sana, niko pamoja na nyinyi. Asanteni kwa kusikiliza. Na tuko hapa tunapotuona sisi ni watu kutoka rika tofauti. Tunajadiliana maendeleo na changamoto zinazomkabili kijana. Tunatambua kuwa kuna sera ya maendeleo ya vijana, kuna mikakati ya kuendeleza hiyo sera, kuna sheria ya kuendeleza sera, kuna mpango madhubuti ya kutekeleza sera. Lakini licha ya yote hayo kuwepo, vijana kuna gap raki utekelezaji katika hiyo sera ya maendeleo ya vijana. Kwa sasa mjadala huu umejikita au utaenda kujikita kwenye kuainisha au kubainisha namna ambavyo sisi kama Wanamtwara tunaweza tukapushi ushiriki wa vijana na ushirikishwaji wa vijana kwenye mikakati na sera ambazo zinamhusu kijana hapa Mtwara. Tunajikita kwenye level yetu ya Mtwara kwa sababu hatuwezi kupaza sauti. Maendeleo yanaanzia nyumbani bwana. Kwa karibu sana na uwe sehemu ya mjadala huu. Sawa. Katibu, nipendekezo kuchukua notes. Sawa. Basi kama ni hivyo, mimi naomba tu niwe muangaliaji kwa sababu tunakwenda kujadili sisi. Mimi naomba niwe muangaliaji. Lakini pia nitachagiza tu kwa kuuliza katika yale ambayo yanakuwa yanajadiliwa. Unachagiza kama kuna swali na jazia, sivyo? Tuanzie na hilo kwamba vijana wanashirikishwa, tuna sera kweli, tuna sheria kweli, tuna sera, tuna sheria, tuna miongozo, tuna mipango ya utekelezaji na tuna plani za utekelezaji. Lakini je, kijana wa Mtwara ananufaika nazo? Karibu. Sera ya vijana imefanyiwa tena maboresho 2022 kama sikosei. Bwana yote anajua. Imefanywa kule SIDO
ajili ya kuteki maoni, yani kuchukua maoni kwa ajili ya kuiboresha sera ya vijana. Lakini nami hata kwenye kile kikao vijana waliofika ni wachache, vijana wachache, na walivyoendea mtaani kuwapa zile dodoso angalau watoe maoni yao, vijana wengi walikimbia wakasema tunatupa makaratasi ya nini wakati sisi hatuelewelewi. Hiyo ndio changamoto ambayo vijana wengi sasa tunapitia au tunashindwa kutekeleza yale maono au malengo, kutokana sisi wenyewe hatupo tayari kuchangia hoja zetu katika sehemu mbalimbali. Hata kwenye vikao tu vya mtaa vinavyoandaliwa, vijana wenyewe hawaonekani. Huwezi kupata sera nzuri kama wewe mwenyewe haupo. Huwezi kutungiwa kitu na mtu mwingine ambao society pale akakutungia sera ya kijana, utakuwa umefeli. Kwa sisi juzi tu watu wenye ulemavu walitoka watu Dodoma wakafika kutuuliza namna gani watu wenye ulemavu wanatakiwa waende na sera zao. Tujitahidi kutoa maoni yetu. Lakini sasa vijana wengi mtaani kwetu, mtaani huku tunajuana, wengi hatushiriki. Hii ndio changamoto ambayo nayo watu wakipitisha huko wakileta tunasema wame, lakini walikuja watu kutoka Dodoma kabisa. Alifika hapa mjini tukakaa, mheshimiwa pale akatuita vijana wengi, akatoa taarifa sehemu nyingi, lakini vijana hawakuonekana. Je, hii sera ikiwepo mbaya au ikiwepo sahihi, nani alaumiwe? Serikali au sisi wenyewe vijana? Hilo nitaendelea baadaye. Asante. Na mbali nzuri kuna vijana pia na ndio wengi vijana. Sasa mmekaa nyuma kaka, njoo. Karibu. Karibu. Karibu jamani kwa hoja, kwa mchango. Karibu. Asante. Mimi nipo kwenye mchango kuhusu swala la vijana, ila mimi ni mzee, ila ndio nimewatengeneza hawa vijana. Yaani kuhusu maendeleo au sheria au mazingira ya vijana hapa Mtwara kwa ujumla, na naunga mkono wangu alivyosema, vijana wanahitaji wapate mchango kutoka kwa wazee au kwa vijana wenyewe. Lakini nachokiona kwamba vijana wanataka maendeleo, lakini uzito wa maendeleo unatokana na ukwasi wa maisha. Ila kitu ambacho nimekishukuru mwaka huu kwa upande wa vijana, tumebahatika kumpata kiongozi ambaye anawasimamia vijana, na vijana hao tayari wameshaingia kwenye malengo ya kuwaboresha kwa hapa Mtwara sehemu nyingi sana. Hao vijana wameingizwa kwenye utaratibu wa kuweza kuwafungua mawazo au kuwapa akili kutokana na kiongozi wetu ambaye tunaye. Wengi wameingizwa kwenye kukopeshwa fedha, wamekopeshwa vyombo ambavyo vipo njiani kwa ajili ya maendeleo ya vijana hapa Mtwara. Kwa hiyo kutokana na maendeleo ya vijana, sisi kama wazee tunasimama mbele yenu hapa, tunatia hoja tu ya kusema haya maendeleo ambayo sasa hivi yameshaingia katika mkoa wetu wa Mtwara, na kwa kutaka kutafuta maisha ya vijana yanaongozwaje, hii sehemu ambayo tumeipata, ndugu zangu upande wa vijana, naomba hiyo sehemu tuikazie macho na tushiriki sana kama vijana, na tuangalie mwanzo wa ujana wenu na mwisho wa ujana wenu na nini kinahitajika katika kuongoza maendeleo ya vijana hapa Mtwara. Kwa nafasi hii ambayo sasa hivi tumeipata, tuishike mikono miwili, ili hata sisi wazee tukiongoza kujua kwamba vijana wetu sasa hivi wameshaingia kwenye sehemu nzuri ya kuweza kupata maendeleo kutegemea na idara ambayo sasa hivi inatusaidia. Kwa hiyo maombi yangu upande wa vijana pia na halmashauri ya Mtwara, kwa nafasi hii walioipata vijana, kwa leo tulivyokutana kwa mdahalo huu, kila mtu atafute chagizo au mchango wa kuwaweka vijana kwenye himaya ya kusimama pale walipo na kuendea sehemu nyingine. Huo ndio mchango wangu. Asante. Nikiongelea kwa upande wetu sisi wenyewe vijana kama vijana,
Kama tulivyosema kwamba sera ya maendeleo ya vijana inatushirikisha sana sisi vijana, lakini sisi kwa upande wetu ndio tunakosa utayari, kwa sababu niseme tunajikuta maybe tuna mambo mengi, tuna ratiba nyingi, kama tunavyojua kwamba kwenye umri ambao tupo tunatamani labda tufikie malengo fulani. Kwa labda inaweza katokea makongamano ya vijana, labda kufanya ni mbinu gani zitumike sisi kutengeneza vijana labda mtwao, lakini mtu anakuta anasema labda yuko busy, hana muda. Lakini kitu kingine pia niseme tunakosa hamasa au elimu ya juu kuhusiana na sisi wenyewe maendeleo yetu binafsi. Kwa mfano mtu yeye anategemea au anaamini kwamba yeye anajenga maendeleo yake mwenyewe kijana kama kijana, kwamba mimi nifanye hiki ili nifikie serikali. Lakini kama tungekuwa na uelewa, tungekuwa na hamasa kwamba sisi wenyewe inabidi tu participate kwa namna gani kujenga nchi yetu ya Tanzania, labda tungeshiriki. Kwa hiyo issue ya kwanza naona sisi wenyewe vijana tunakosa hamasa ama ushawishi au elimu kuhusiana na maendeleo sisi wenyewe vijana kama vijana. Lakini pia kitu kingine ni tunakosa utayari wa kufikia ile maendeleo au sera ya maendeleo. Ni hayo tu, asante. Hiyo ni changamoto ambayo inafanya vijana wasishiriki, ndio? Lakini swali, je, huko kwenye kata, huko mtaani kuna mifumo wezeshi ya kumfanya kijana ashiriki? Tunaona likitokea jambo moja labda la uvunjifu wa amani, lawama wanatupiwa vijana, lakini wakati ambao mikakati ya kuzuia huo uvunjifu wa amani usitokee, kwa mfano vijana wanahusishwa kwenye ujenzi wa huo mkakati, au tu wakisha jambo likishatokea sasa ndio tunatafuta ile miongozo kwa bwana, kuna mwongozo huu unasema ili jambo lisitokee, nini mmefanya? Tunatakiwa kuwajibika katika hili. Mifumo tulionayo inawafanya vijana wajisikie huru kushiriki kwenye ujenzi wa mikono au kwenye miundo ya hiyo mikakati ambayo tuko nayo. Karibu. Asante. Kwenye mtaa tunaotoka, sehemu ambapo tunatoka, vijana ila wenyewe vijana kwenye kuperform kama nasema Anita, wataandaa mkutano, wataita hawatokea vijana. Kwa hiyo kwenye kujadili waliokuwepo wachache, katika waliokuwepo wachache hao vijana hawamo. Kwa hiyo ikitokea lawama lazima wao watashirikishwa, lakini wakishirikishwa nao watalaumu, watasema kwa nini hatukushirikishwa, lakini mwanzo walishakushwa kuitwa lakini hawakutokea kabisa au walitokea wachache. Changamoto ni kwa nini hawatokei? Sababu za kutokea hao ni kama alivyosema Anita, mambo mengi, wako kwenye kipato zaidi, lakini si sababu ya kutafuta kipato ya kutoshiriki kwenye nini, ni mtu kujipangia ratiba zako. Mara nyingi katika mitaa yetu mida ya kikao, mikutano inakuwa jioni. Tunaamini kwamba kutoka asubuhi saa 12 mpaka saa 8 saa 9 mtu utakuwa umeshapata kipato cha kufikia kesho, lakini hata kama ikiwa muda huo umeshapata hawawezi kutokea tu kabisa. Sawa. Okay, sawa. Nitaendelea alafu naomba niongeze kitu kingine pale. Mnashauri mifumo ifanye nini kutatua hizo changamoto za vijana? Mtajibia. Asante sana mwenyekiti. Nilikuwa nataka kuzungumza kuhusiana na dada Anita, lakini dangu pia. Sisi kama vijana tunatamani kushiriki. Mimi nataka nikae upande wa vijana. Tunatamani kushiriki, lakini tunatamani kuhusishwa kwenye maamuzi ambayo yenyewe yana mlengo wa kufungua fursa za vijana, lakini kuwajenga vijana kuwa toleo bora la taifa la kesho. Changamoto kubwa ni mifumo ambayo yenyewe haitengenezi mazingira rafiki kwa vijana kuamini kuna muendelezo wa kitu. Leo hii viongozi wetu wanaweza wakaja huko mtaani wakatuambia tuna jambo fulani, vijana tunaweza tukaje tukashiriki wachache. Baada ya hapo huoni mrejesho wa kile ambacho kimefanyika. Kwa hiyo moja kwa moja kijana tulimuita jana akaja kwenye jambo fulani akashiriki, alafu baada ya hapo anaona lile jambo limepotea bila kurudishwa kwa mrejesho ambao
wenyewe ungemtengenezea huyu kijana kuamini ya kwamba viongozi walibeba jambo langu wakaenda nalo na wakafanyaje, wakarudi. Kwa hiyo mentality iliyojengeka kwa vijana ni kuamini ya kwamba labda viongozi ni watu wa siasa, wakija na jambo lao kwa ajili ya kufanikisha mambo fulani, likiisha wamefanyaje, wameondoka mazima. Lakini nafikiri kama tukitengeneza mifumo rafiki ya kuwashirikisha vijana kwa kuja na mawazo, lakini kuja kuleta mfano, tunaenda kutengeneza sera. Mzee wangu mwenyekiti hapa amezungumza kwamba vijana wanaitwa kwenye kutengeneza sera labda, lakini unashangaa hawatokei. Huyu kijana tumemtengenezea mazingira ya kumweleza kwamba hii sera ni ya nini, sera itakunufaisha vipi wewe kijana. Leo hii wewe ukimwita tu kijana twende ukasikilize kuna mjadala wa kutengeneza sera, hawezi kuja, kwa sababu kwanza naamini yeye ni kijana, anapaswa aende akapambane huko mtaani aweze kupata maendeleo. Kwa moja vitu vya kwenye makaratasi yeye anaamini havimuhusu. Lakini kama huyu kijana tukifika mtaani tukamwambia hii sera ni sehemu au ni nyenzo ya wewe kijana kuweza kwenda mbele, lakini kukua, lakini kuweza kufungua fursa za kiuchumi, mimi naamini anaweza akafanyaje, anaweza akashawishika kuja. Kwa hiyo ushauri wangu kwa viongozi kutoka kwenye swali la Brother Hamisi hapa, wakati tunatengeneza mikakati ya kukutana na vijana, ni lazima kwanza tuanze kuwajengea uelewa na elimu ya iko kitu ambacho tunaenda kwenda kukifanya. Kama ambavyo nimeeleza mwanzo kwamba kijana au kimwambia twende tukatengeneze sera, yeye haoni hiyo sera inamnufaisha vipi, ni ngumu sana kuweza kuja. Kwa hiyo wakati tunaenda kwenye meza ya kwenda kuanza kutengeneza sera, ni lazima tuanze kumjengea elimu kwanza kijana ya kwamba sera ni nini, sera inakumnufaisha vipi, wewe utanufaika vipi kama kijana. Kutokea hapo nafikiri tunaweza tukawa tunawashawishi vijana. Asante sana. Samahani, hapo nakuuliza swali. Hiyo uelewa atajengewa wapi? Kijiweni, kwenye mkutano, au atajengewa wapi? Hebu nipe hapo maelezo. Huyu kijana kuja kumuita kwenye mkutano, ndio tunarudi kule ambako tumezungumza kwamba ni ngumu sana yeye kuweza kuja. Ifike hatua viongozi mtoke ofisini, muje mtaani, muje mwasikilize vijana. Vijana tuna mawazo mengi ambayo tunaweza tukayatoa na yakaje kuwa msaada mkubwa wa kulijenga taifa, lakini kufungua mifumo ambayo inaweza ikawa inawanufaisha vijana. Ifike hatua hata kwenye vijiwe vya bodaboda mnaenda huko, mnaenda kuzungumza nao. Tunaona watu mfano wa mikopo wana nini, wana majambo yao ya kutangaza, wanafuata vijana huko mtaani. Hata viongozi mna hilo jukumu. Mkiwaita watu hawajaja, mjaribu kuwafuata, hususan vijana. Sisi vijana wagumu. Yaani ukishatuletea jambo, kwanza tunaanza kulitathmini pale kijiweni. Hili jambo la nini? Jamaa sera ndo nini? Mtu haelewi sera ni nini. Anaanza kuona wale kila siku wanatuletea story, alafu hamna chochote kinachotokea. Kwa hiyo tukienda mtaani tukawakuta vijana wako kwenye kijiwe cha bodaboda, wako kwenye kijiwe sijui cha pool table, tukawaambia jamani, tuna jambo fulani ambalo ni la kwenda kutengeneza sera ya vijana. Sera hii vijana itawanufaisha kwenye muundo fulani na mtanufaika hivi. Mimi naamini kwenda katika vijana 10 ambao wako pale, kuna vijana 2 au 3 wenye uelewa ambao tunaweza tukawapata kutoka kwenye ile kundi la bodaboda, wakaja kushiriki huo mdahalo au wakaja kushiriki kwenye meza ya kutengeneza sera. Kutokea pale vijana 3 ambao tumewavuta kuja hapo, wanaweza wakatoka pale kwenda kuwa walimu wa wengine ambao wamebaki mtaani. Kwa hiyo naomba kuwasilisha swala la ushiriki linatambulika, vijana watakuwa washiriki, yani wanatakiwa washirikishwe, washiriki, linatambulika hilo. Je, ni kwa namna gani? Kwa sababu sera ipo na iko madhubuti, nazungumza vizuri, watakuwa washiriki kisiasa, kijamii, nini, kila kitu nazungumza. Je, ni namna gani sisi vijana tulioko hapa wa Mtwara pamoja na viongozi wa serikali na wazee wetu waliokuja hapa, ni namna gani wanaweza kuchangia hichi chombo ambacho kimsingi kinaitwa mabaraza ya vijana. Ni namna gani ilifanye kazi? Ndio nafikiri kama swala ambalo tumeliona kama gepu la kisera ambalo linatakiwa liboreshwe, ni sehemu ambayo itakuwa Gen Z. Mungu vipi? Kwanza kabisa mimi natamani kuendelea pale ambapo wenzangu wameishia, hususani brother hapa. Wote hapa tunatakiwa tukubali kwamba sasa hivi
tupo katika katika fezi ya mabadiliko kutoka kwenye maamuzi na uongozi kufanywa na wazee na kuja sasa maamuzi na uongozi kufanywa na vijana. Hali ya nchi yetu sasa hivi hatujakomaa kwenye kushirikisha vijana moja kwa moja au kutegemea maamuzi ya vijana moja kwa moja katika maamuzi, isipokuwa tupo katika hali ya mchakato kuelekea ushiriki huo wa vijana moja kwa moja kwenye maamuzi na utekelezaji wa mikakati mbalimbali ambayo tunawekeana. Sasa kama tupo katika hali ya mabadiliko, tunatoka kule ambako zamani tulipo. Sasa hivi imekuwa sana kwenye makaratasi kwamba tushirikishe vijana au vijana washiriki au vijana wanashiriki, tunakuwa tunahamasishwa tushiriki, lakini kiuhalisia mambo bado, mifumo tunayoitegemea bado ni ile ile ambayo ilikuwa inatekelezwa inatumika wakati wa vizazi vya zamani. Tukubali pia kuwa sasa hivi Gen Z sisi ni vizazi ambao tumezaliwa na Google, tumezaliwa tumekuta Google, lakini tumezaliwa sasa hivi tunaendelea kukua, tuna interact, tunashirikiana na AI. Kwa hiyo hata mifumo ya uongozi na namna ya kutuhusisha sisi vijana tusiipeleke kama tulivyokuwa tunapeleka zamani. Kwa vijana unaposema kwamba jamani, tumeitisha mikutano, vijana hawaji. Bwana, nenda kashirikishe vijana kwenye mtaa wako. Vijana mimi nitawapata wapi? Siwezi kuwapata vijana. Kwa sababu gani? Anaitisha mkutano. Na mikutano ndio njia ambazo zilikuwa zinatumika zamani. Zamani walikuwa wakiita mikutano wanajaa. Sasa hivi tunatakiwa tubadilike. Tuna mifumo ya teknolojia, tuitumie hiyo, na nitakuja kumalizia huko mwishoni namna ambavyo tunaweza tukaboresha haya mabaraza yetu sisi kama vijana. Lakini niendelee tu hapa ambapo naendelea napo. Tunashukuru sasa hivi vijana tumepata wizara ambayo inajitegemea chini ya Mheshimiwa Nanauka. Yeye kwa namna anavyotambua anajitahidi kufanya vizuri mtandaoni. Vijana andikeni maandiko miradi na nini, vijana tunashiriki mtandaoni. Anatoka anaenda yeye kama waziri, akaya akaitisha tu mkutano hivi, anatoka anaenda, tunamuona kwenye vijiwe vya bodaboda, anaenda mguu wake. Ni nini hii yote? Ni nini? Ni kujaribu kubadilika kutoka kwenye mifumo ya zamani kuja kwenye mifumo ya sasa hivi. Cha kuboresha ni nini? Sisi sasa hivi Gen Z tunategemea sana mifumo ya teknolojia. Chochote mnachofikiria au chochote ambacho tunakuwa tunatamani kifanyike, kikifanyika kwenye mrengo wa teknolojia, naamini kitakuwa na matokeo makubwa kuliko kikifanyika katika mrengo ambao uko nje na teknolojia. Hata haya mabaraza ambayo tunakuwa tunayaunda, tukiunda mabaraza kama tunachagua msemaji, huyu msemaji anakuwa anakaa yani kama tunavyochagua balozi kwenye mitaa yetu au tunavyochagua mwenyekiti kwenye mitaa yetu. Tutegemee sisi vijana tumfikie huyu msemaji kwa kumueleza changamoto zetu kama ambavyo tunataka tuende tumfikie balozi au tumfikie mwenyekiti. Haitofanya kazi. Tunaweza kutengeneza mifumo ya kiteknolojia ambayo itatufanya sisi tuweze kumfikia huyu msemaji au kufikia vyombo vya kufanya maamuzi moja kwa moja kupitia teknolojia. Mifumo hiyo inaweza kuwa na app maalum ambazo kama kijana sasa tunaamini sisi Gen Z wengi sasa hivi kuishi bila smartphone ni umaskini tu. Na hata huo umaskini wenyewe yani kwamba yani haiwezekani. Lakini kivyovyote vile tunakuwa na nini? Tunakuwa na smartphone. Ziwepo app ambazo vijana tunaweza kuripoti changamoto zetu. Na kupitia hiyo app au mfumo maalum unaweza kuwafikia moja kwa moja wale watu ambao sisi tunawalenga au kundi fulani lile la kufanya maamuzi. Hicho kitu cha kwanza. Lakini katika kufanikisha hili pia namalizia. Diliko kutoka kwenye analog kuja kwenye teknolojia.
mambo mengi au sehemu nyingi bado hazijafikiwa na hii teknolojia. Kwa hiyo sasa niombe katika kuhakikisha ili jambo la kutengeneza hii mifumo ya sisi vijana kuwasilisha changamoto zetu kwa njia za teknolojia, basi miundombinu kuwekwe mazingira wezeshi pia ya kukaribisha wawekezaji au hata serikali yenyewe kuboresha miundombinu ya kiteknolojia, mfano haya kuencourage au kuita haya makampuni yanayotoa huduma za kimtandao waweze kufikia maeneo ambayo sasa hivi hakuna network. Tukifanya hivyo, tunaamini kule watu wana smartphone, na kama tunalenga Gen Z tunapenda masuala ya smartphone. Kwa kama wakifanikisha hilo, manake moja kwa moja hiki ambacho tunakuwa tunakiongea hapa sasa hivi kitafanikiwa. Lakini nje ya hapo, wazee wetu wataendelea kulalamika kwamba vijana hawahusiki, vijana sijui nini, lakini kiufupi ni kwamba mifumo tu ambayo inatumika sio wenzetu. Maelezo yako ya namna gani changamoto iliyopo, na umetoa mapendekezo kuwe na teknolojia application ambayo itakuwa rahisi kuwafikia vijana, kuwafikia wafanya maamuzi waweze kutatua changamoto mbalimbali za vijana. Asante sana. Nadhani wamesikia na wazee wetu pia mnaliunga mkono hilo. Vingine yana ugumu wake namna ya kutamka. Mimi nishukuru kwa wachangiaji. Naona kidogo inawezekana kulikuwa na darasa kabla ya hapa, naona kidogo wengi wanaenda na maoni ambayo wanakaa kama alijipanga. Kila mtu yani yuko vizuri, anajua anachochangia ni nini. Lakini michango yote naona ni mizuri sana, kwa sababu inaonyesha inaenda kutatua changamoto za vijana. Lakini nilikuwa nawaza kitu kimoja kwamba okay, sera tayari ishatengenezwa, watu washatoa maoni tayari, si ndio? Kwa hiyo vile vyote vinavyojadiliwa pale vinawekwa kwenye maandishi ili viende katika utaratibu. Na maana ofisi wananchi wa ngazi ya mtaa wanakutana pale, wanaandishi. Na ndio maana mikutano yote ya mitaa lazima kunakuwa na katibu ambaye ni mtendaji wa mtaa husika, na mwenyekiti ni kama kiongozi wa kuongoza ile nani. Kwa hiyo pia mnapaswa pamoja na ubize huo wa vijana tulionao, tuhamasishe vijana washiriki ile mikutano, kwa sababu vipaumbele vya mipango ya maendeleo ya mtaa husika inatokana na maoni, mahitaji ya wananchi wa mtaa husika. Hizo nyingine ni njia mbadala za kupata maoni kupita aidha kama kuna group ka WhatsApp, ni maoni kwa ajili ya zile changamoto za dharura. Kwamba bwana vijana tuna 1 2 3 hiki na hiki, okay, hiyo tunafanyaje? Yaani inakuwa kama tu ni usuluhisho la dharura, lakini mipango mikubwa ya maendeleo, changamoto, maoni, nadhani mwenyekiti anaweza akalisemea baadaye. Lazima ifanyike kwenye mkutano ya wananchi wa eneo husika, ili wenyewe kwanza wajadiliane na waweke vipaumbele kwa zile changamoto walizonazo. Sasa kama vijana hawajashiriki, ina maana miradi yote ya maendeleo wale wazee ndio watakaofanyaje? Watakaopendekeza kulingana na mahitaji yao wao. Wanaweza kusema si wazee sisi Ligula mbali tujengee zahanati hapa Magomeni huku juu kuna Ngoela huku juu. Kwa sababu ndo hitaji lao wenyewe. Au kina mama sababu sisi tujengee wodi ya wazazi ndio kipaumbele chetu. Unaona? Kwa hiyo kila mtu ataeleza, wazee asema sisi tutengezee barabara, sisi iliyopo sasa hivi kokoto zinatuchoma miguu. Unaona? Lakini vijana wangekuwepo wangeweza kuibua jambo ambalo lina chango katika maendeleo yao. Lakini niseme tu kwenye hiyo ni kwenye mifumo ya utoaji taarifa kwamba taarifa zinatoka kwenye vikao na mirejesho inapatikana kwenye vikao. Sasa kutokana na sema maendeleo sasa yanavyokuja, kama tunavyosema vijana ni changamoto kutokana na michakato ya maisha, wengi wanakuwa wako busy na utafutaji. Sio vibaya. Ndio maana sasa wizara yenye dhamana sasa hivi ya vijana sasa hivi imekuja na mkakati kwamba
at least tuwe na majukwaa, tutengeneze majukwaa kwa ajili ya vijana kukutana na kujadiliana mambo yao, lakini pia watakuwa wakihamasishana namna ya kushiriki shughuli za kijamii pamoja na mikutano ya wakazi. Na kuna changamoto wasema vijana hawaaminiwi, wakitoa maoni yao hawasikilizwi. Inatokana pia na sisi wenyewe vijana tunavyo tabia zetu zilivyo, kwa sababu kama unashiriki shughuli za kijamii, mwenyekiti kapiga Kigoma pale, leo tunaenda kufanya usafi labda shuleni au zahanati au wapi popote pale au barabara. Zamani nakumbuka vijijini kule ilikuwa inapangwa siku balozi fulani nafyeka au kulima barabara kutoka eneo moja hadi ubalozi mwingine unakoishia, na wengine wanaendelea mpaka shuleni ili wanafunzi wasipige umande. Kwa hiyo kama vijana tungekuwa tunashiriki katika masuala ya kijamii katika maeneo yetu, ni rahisi hata uongozi wa mtaa husika kuwaamini. Hata ikitokea kazi, kuna kazi zinakuja za chanjo, uandikishwaji, si kupiga kula, sensa, si na nini. Ina maana mwenyekiti ana uwezo wa kusema hapa kuna vijana wangu hapa huwa ni wachapakazi wazuri, wana tabia, waaminifu. Kwa hiyo wale ndio wanapewa kipaumbele cha kufanyaje, cha kufanya hizo shughuli ndogo ndogo. Kwa hiyo tusijiweke mbali sana vijana, tusione kama serikali haituhusu au mambo ya serikali yatatuhusu, kwa sababu sisi wenyewe ndio viongozi wa baadaye. Mwenyekiti pale nadhani anaweza kaa na mhula mmoja miwili iliyobaki akasema niwaachie vijana. Nyinyi ndio mtakao kuwa wenye dhamana. Sasa kama mpaka sasa hivi hujaanza kuielewa mifumo ya serikali inavyofanya kazi, ni ngumu. Wangapi hapa ni vijana lakini wajumbe hata serikali za mtaa? Wapo? Wapo? Hawapo. Lakini itakiwa na nyinyi mwanze kuingia kwenye mifumo. Hizo nafasi mnagombea, mpata, mnajua serikali inaendeshaje mambo yake, mipango yake inatekelezwaje, inatakiwa ianzie wapi, ishie mpaka wapi. Kwa hiyo sasa kwa masuala hayo, hizo forum za vijana au wasema majukwaa ya vijana, tayari mchakato ulishaanza, miongozo tumeshaletewa na tumeshaunda ile la halmashauri, mwenyekiti na katibu tunao. Sasa hivi tunaandaa tu taratibu namna sasa ya kufikia kwenye hata ngazi za kata. Baadaye twende mpaka ngazi ya mitaa ili tupate wawakilishi ambao wanaweza sasa kuhamasisha vijana kushiriki kwenye shughuli za kijamii pamoja na mikutano, lakini pia kuchangia maoni yao kwenye mipango ya maendeleo kwenye maeneo yao husika, lakini pia kuwa na uwakilishi kwenye kata zile wa DC au zile kamati za maendeleo za kata. Wale wawakilishi wa ngazi ya kata wao wanashiriki mule ili wajue kwamba kata yetu inajadili vitu gani. Je, vitu ambavyo tuliibua kwenye mitaa vinafika huku? Zile hoja zetu zinafika? Zinafanywa kazi na gani? Kwa sababu inawezekana umeibua hoja ikaenda, lakini kwa sababu wewe hujapata mrejesho kama walivyosema, unaweza ukahisi kwamba hamna kilichofanyika, wameitupa hoja pale, lakini kumbe mwenyekiti alichukua na mtendaji akaandika kwenye muhtasari, kaipeleka kwenye kata, wadisi kajadili, kaenda nayo mbele. Kwa hiyo niwahakikishie vijana kwamba yapo ambayo yanafanywa kazi, lakini cha msingi tusikae nayo moyoni. Hata kama umekosa unasema hatuna majukwaa ya kutolea taarifa, njoo ofisini, muone mtendaji, muone mwenyekiti, muone afisa maendeleo. Jambo lolote kama linahusu mambo ya ufugaji, mtafute afisa mifugo atakusaidia. Lakini pia ngazi ya kata unaweza kaenda, lakini unaweza kaja hata halmashauri, tukakupokea, tukakusikiliza ili na wewe sasa uendelee kunufaika na fursa, lakini pia kwenda kutatua changamoto ambazo kama kijana unakabiliana nazo. Mimi nadhani tungeenda katika utaratibu, tujue kwamba kama kijana changamoto ni nini za vijana katika maeneo yetu, kwa sababu ninahisi kuyapatia ufumbuzi kuliko tukalijadili lidude likubwa mpaka mwisho wa siku tutakosa sasa utekelezaji wake, tunalisolvia mpaka tuliende nalo tena huko juu. Kwa hiyo tungetoa changamoto la vijana katika maeneo yetu haya ya Mtwara, lakini hata kupendekeza nini kifanyike ili sasa hivyo vitatusaidia sisi kuviandalia ufumbuzi hizo changamoto ulizonazo.
je, hayo maamuzi au mapendekezo nayo yatoa yanatekelezeka? Ndio tunajadili, bwana, hili linatekelezeka, lakini fuata taratibu 1, 2, 3. Hili sawa, tunalipokea. Jambo linaweza kutokea kwa ngazi ya mtaa, kata hivyo. Nilikuwa nawaza kienda katika mtazamo huo, hata changamoto zetu tunaweza kupata majibu yaliyo sawa sawa. Asante Hafsa. Asante. Bado kwa sababu ili lifanye kazi lazima haya ya chini yafanyeje, yawepo, yalianze kazi, hata ikiwezekana mtaa. Lakini kwa sasa hivi nadhani kwa mwaka huu tunafikiria kuanza kwa kata, ili yale maoni ya kata ndio atakayokuwa yanajadiliwa sasa kwenye ile halmashauri. Ina maana kila wawakilishi wawili kila kata, ina maana kwamba tutakuwa na watu almost 36. Kwa hiyo kutakuwa kuna wawakilishi wa vijana katika kata watakao kuwa wanakusanya maoni ya vijana, wanachakata, wanaleta kwa uongozi wa halmashauri wa vijana, ambao sasa huo ndio tutakuwa tunakaa nao. Kwa kama kuna changamoto tunakaa nao, tunaenda kuifuatilia kwamba ukubwa wake ukoje. Kwa hiyo tutakaa nao wale viongozi ili sasa tuandae mpango wa kuwafikia na kuunda yale ya ngazi ya kata. Nimeona mikono jamani, ili nimalize. Asante Hafsa. Nianze na kiongozi wa dini atupe maoni yake na yeye mtazamo wake. Asante. Kwanza nijitambulishe tena, naitwa Abdulhafidh Kilindi. Cheo changu ni shekhe wa kata ya Magomeni, na inawezekana kwamba ni katika vijana ambao wamechukua taasisi kubwa ya kidini, kwa maana niliongoza wakati niko mdogo zaidi, na nilikuwa niko peke yangu, na wakati ule wakati naingia kwenye chombo cha BAKWATA ikiwa ni baraza kuu la Kiislamu Tanzania, ilikuwa ni kama kituko, kwa maana kwamba ilikuwa yani sio zoeleka, sio tabia zoeleka. Lakini tukija kwenye uboreshaji wa nini kufanyike ili kuwafikia vijana na hao vijana wajihisi kwamba ni sehemu ya Tanzania yao, kwa sababu alishasema mshairi mmoja wa Kimisri, na mimi nikaona bora nije nishare na vijana wenzangu. Yule Misri alikuwa anasema hakika ya Misri ni yenu na iko pamoja naye. Kuona sisi pia kama vijana wa Tanzania tujue kwamba Tanzania ni yetu na iko pamoja na sisi. Lakini kwenye kuboresha, mimi kwanza nianze kwa vijana wenyewe sisi. Alisema huyu mshairi kwamba, tutasema kwa Kiarabu baadaye nitatafsiri. Anasema la taqulu hatana dahru kama huwa illa min khayali shu'ara. Nyinyi vijana wa Kimisri anawaambia msiseme kwamba zama zimetudhoofisha, na haikuwa kusema hivyo ila ni akili tu za washairi. Sawa sawa, sije? Anawakataza wale vijana wa Kimisri kwamba msiseme kwamba eti zama zimetudhoofisha sijui na nini, kwa sababu mkiwa mnasema hivyo itakuwa ni sababu ya nyinyi ku appreciate kile ambacho washairi wanakisema siku zote. Hatujui kwamba alikuwa anawazungumzia washairi gani, lakini wale ambao akawa anawaambia tena kwamba hao washairi ni wale ambao nyinyi mnachukua elimu zao pasi na kuchuja. Ndo akawaambia fakhudhul ilma ala alamihi, chukueni elimu kwa wale watambuzi wake. Mnachukua elimu vijana wa sasa kwa watu ambao sio watambuzi. Nchi hajui nchi imechukuliwaje, nchi imepatikanaje, wala imekuwaje. Ndio hata akiona barabara imechongwa anaacha kuisifia barabara, ila anatafuta kosa. Sawa sawa, kwa sababu sisi tumechukua elimu kwa watu ambao sio watambuzi wa elimu hiyo. Hajui kwamba kuna billion of money zimewekezwa hapo. Yeye anachokijua kwamba mbona hawakuweka taa. Sawa sawa, aliwauliza wazee kwamba tulikuwa tunapita wapi kipindi hiko cha mwanzo. Sawa sawa, sije? Ina maana kwamba huyu hakufanya research ya huko mwanzoni kulikuwa kuna nini, mpaka sasa hivi yeye anafikia kuzungumza kwa sababu ya kijitaa hichi kimoja. Ni haki yake, lakini anazungumza wakati gani? Sawa sawa, sije? Kwa hiyo maana yake ni kwamba vijana sisi tuache kulaumu. Na aliwaambia yule mshairi, anasema kwamba
anawaambia inna li nushan ilaikum wa itaban, na mimi anawaambia kwamba mimi leo nimekuja kwenu nyinyi vijana, lakini nina nasaha pia na kulaumuni, kwa sababu nyinyi mnachukua elimu kwa watu ambao hawastahili kuchukua elimu kutoka kwao. Sawa, mtu amekosea, lakini mazuri hana. Tulikuwa tuko kwenye kampuni moja tunafanya kazi kipindi hicho, nitakuja kuconclude kwa baadaye kwa muda mchache tu. Sasa dereva wetu mmoja ikalazimika tumfukuze kazi, na mimi ndo nilokashiriki kumtafuta yule dereva. Tumefanya kazi kama miaka 3-4. Kampuni inasema huyu dereva hatufai. Tumekutana pale watendaji wa kampuni ile na nini, jamani, leo tunamwachisha mkataba mtu fulani, toa sababu. Zikatolewa sababu na wenzangu wale. Yule dereva akaniuliza mimi, nimesema madhaifu yangu mengi, wewe ndo lokanitafuta mimi, hivi sina nilichopatia kwenu? Sawa sawa eh? Yaani kama ingekuwa ndo unamjibu nini, angalia nilichomjibu, ikifika mwisho ndo inakuwa hivyo. Sawa sawa, sijui. Maana yangu ni kwamba vijana tunasema kwamba muda mwingine hatushirikishwi, muda mwingine hatuoni kwamba ni wa thamani, lakini tunajipa umuhimu sehemu ambayo sisi hatutakiwi kuwa muhimu. Sawa sawa. Unakuta sehemu wewe hutakiwi kuwa muhimu, unataka uende mbele uwe muhimu. Hata kama nimeshika mamlaka wakati niko mdogo, lakini umuhimu wangu mpaka leo bado haupo kama ninavyotarajia mimi mwenyewe, kwa sababu muda wangu bado. Sawa sawa. Lakini pia hata nyinyi wazee, basi mjitahidi kutuamini, kwa sababu na sisi tuna vile ambavyo tunavifikiria, ikiwa ni pamoja na utashi wetu. Msikae tu kwamba muda wao bado, no. Itafika wakati wanasema kwamba elimu, katika mafundisho ya Kiislamu yanasema elimu ni kitu ambacho kimepotea kwa Muislamu. Pale ambapo anakikuta akichukue hata kwa kunyang'anya, hiyo ni elimu. Ndio uloambiwa hivyo, sio kitu cha mwenzio. Sawa sawa, sijui. Elimu popote pale inapotakiwa wewe uipate, basi hata kwa kunyang'anya ile elimu ifanya nini? Wewe ichukue. Kwa maana yake kwamba viongozi mujue kwamba muda tunaokwenda nao ni muda gani, na nyinyi ndio dira yetu. Lakini vijana nanyi msijipe umuhimu sehemu ambayo bado hamjatakiwa nini kuonekana huo umuhimu wenu, na wala msichukue elimu kwa watu ambao wao kazi yao ni kulaumu. Tukichukua huko itakuwa kila siku sisi ni watu wa kulaumu. Alisema katika mafundisho ya Kiislamu, alisema Mtume mwenyewe anasema, ukiona sehemu kuna mtu wa kulaumu sana, basi sehemu hiyo usikae, kwa sababu huyo ni sababu ya umaskini, ni sababu ya kuingia wewe moto. Mwenyezi Mungu atulinde na moto. Sawa sawa, sijui. Kwa hiyo vijana tunatakiwa tujiweke katika hali ambayo sisi wenyewe tutakuwa ni washiriki katika mambo ya kimaendeleo, na pale ambapo unaona umuhimu wako bado haujatambulikwa bado, basi wewe tafuta zaidi, lakini usijitokeze sasa ndo ukafanya vitu ambavyo kila mtu atakuja atasema hii ndo kijana huyu tumwamini. Sawa sawa, sijui. Mimi huyu sasa hivi karibia mwaka wa 7 wa 8 unakwenda huko, bado niko kwenye cheo, lakini mwaka huu nawapeni tu kama experience tu, kwa sababu si ndio vijana wenyewe. Mwaka huu inatokea kwamba imekuja kanuni pale BAKWATA kwamba mtu asiwe na vyoo viwili vinavyotarafia manufaa, sawa sawa, maslahi mamoja. Mimi ndo mwenyekiti wa baraza la mashehe, lakini baraza la mashehe linalohitajika mimi linihoji ni la mkoa, ambalo mimi ndo naandaa kikao hicho. Sawa sawa, sijui nitaweza kuitisha kikao hicho nije nijadiliwe. Kuna msuguano. Lakini kutokana na kwamba mimi nilishaonesha tayari ule umuhimu wangu, na tayari wale washaamini, huku katibu wa mkoa anakuambia bwana, inabidi uendelee na cheo chako cha ukatibu. Huku mufti anakuambia bwana, wewe tunataka tukupandishe juu. Hivi umri wangu unafanana? Haufanani, kwa sababu mimi mwenyewe niliona muda gani wa kuweka umuhimu, na huo umuhimu watu wakaenda kufanya wakautambua. Sisi sasa hivi tumekaa sana kwenye kulaumu na kuto kutumia zile lawama kwamba ni sababu ya kufanya ya kutafuta maendeleo yetu. Tutafuteni maendeleo yetu, tusikae kwenye kulaumu tu. Lawama siku zote hazijengi. Jamani, mimi naombeni kuwasilisha. Asante sana, asante sana, asante sana.
Mwingine mwenye mawazo, mchango, maoni. Karibu kaka. Asante sana. Kwanza nishukuru kwa kupata huu muda. Lakini kitu ambacho nataka nichangie kuhusu vijana. Kwa vijana kwanza, asilimia nyingi wanakosa utayari. Wanakosa utayari kwa sababu wana tabia ya kupandikizwa wenyewe kwa wenyewe. Yaani wenyewe wanajipandikiza vitu ambavyo yaani kwa sababu alifanywa hiki sijui kwa hivi, kwa mwisho wa siku bado wanaendelea kupandikizana. Kwa mfano, kuna kitu amekizungumza hapa kwake kwamba unajua tunapokuwa vijana kwenye sehemu moja, umeelewa? Kwenye sehemu moja, hususan hivi vijue vinavyokuwepo unapokuwa vijue hivi, asilimia nyingi kuna vitu vingi vinazungumzwa, umeelewa? Vinazungumzwa na wanataka kuongea vitu ambavyo ni vya mbali zaidi, vya mbali ambavyo tofauti na sisi tuliokuwepo hapa. Sasa tunapokuwa kwenye haya mambo, tunapokuwa kwenye hivi vitu western, wanakosa kuwa tayari kwa sababu moja. Kwa mfano mimi hapa, mimi mwenyewe nafunza masuala ya vijana sana tu, hususan masuala ya uigizaji, sio kitu kama hivyo. Unaweza kuwaita vijana ukawaambia jambo moja fulani, jamani tufanye hiki na hiki na hiki na hiki na hiki kwa ajili ya hiki na hiki na hiki na hiki. Umeelewa vizuri? Lakini leo atakuja atasikiliza, mwisho siku kesho atakuja kuongea kitu kingine. Umeelewa? Yaani leo unamwita anakuja anaongea, ukimsikiza akiondoka anashindwa kukifanya kile jambo, anashindwa kufanya ile jambo. Lakini kwa ajili ya yeye mwenyewe. Kwa hiyo maximum unakuta yeye hayuko tayari kuvumilia jambo ili kufikia malengo. Unajua siku zote lazima tuone kuna mwanzo, kati na mwisho. Umeelewa? Vijana sasa hivi wamezoea kwa sababu walianza kusomeshwa huko na wazazi, basi wamepewa mahela, mfanyaje na sisi wanataka baadaye tena watolewe pale tu waende sehemu nyingine tu. Umeelewa vizuri eh? Sasa hilo ni tatizo ambalo lipo. Kwa hiyo wameishi kwenye hiyo kitu. Kumbe kuna wakati wanatakiwa pia wajitegemee wenyewe. Umeelewa? Kwamba wakae kama vijana, waone sasa je, tunatumikaje kama vijana. Kuna wakati sisi wazee wanataka nguvu ya vijana. Umeelewa vizuri eh? Wanataka nguvu ya vijana, lakini vijana wanakaa pembeni kabisa. Pia hata wazee au hata serikali inakosa kufanyaje kuamini vijana kwenye ile jambo. Lakini sasa wale vijana ambao wamejitoa, kwa mfano Shehe pale, si ndio? Aliamua kuishi kwenye, lakini baadaye nafikiri alipata vitu vingi akasema huyu anaishi kizeezee huyu. Sio, unaelewa vizuri eh? Na yeye ameamua kuipata, mimi nafikiri sana. Huyu anaishi kizeezee na huyo kijana anapenda sana mikutano, anapenda kuona anaongelea na wenzake, yaani yeye kinamuuma. Vijana wengi hawapendi yaani jamii kiona pata tabu yeye aumie. Ila yeye akiumia yeye atalia kweli. Umeelewa? Kwa hiyo mtu ambaye anapenda uongozi, ujue yeye yani yeye anapenda kusema ile inamuuma, yani ile jamii ikipata tabu, yeye ndio inamuuma zaidi. Umeelewa? Ndio maana anakaa kule ili aweze kuongoza wenzake. Kwa sababu gani? Shehe pale alikuwa hapo anasema mimi kwanza kukaa basi kama mzee, yani mtu anasema huyu mzee bwana anavaa makanzu si mzee. Lakini kumbe ni kijana. Umeelewa? Kumbe ni kijana. Kwa hiyo vijana tusiishi ile maisha, yani wasiishi ile maisha kwamba eti sasa hivi bwana mimi nikiwa kiongozi nitakuwa mzee, sio nikiwa naye nitakuwa hivi. Mwisho wa siku ndio nasema vijana sisi vijana hawa hatujaliwi, hatufanyi kitu gani. Kumbe wenyewe wanakosa kwenda kwenye yale malengo. Lazima tuangalie pia, lazima tuone kijana huyu anajituma, anafanyaje. Ukijituma zaidi mzee atakuona tu. Hata kwenye familia. Ukijituma sana atakupenda tu. Utamana kupaka kitu, bu chukua gari endesha. Fanya kitu fulani, fanya hivi. Alafu na wanapenda kwa wazee huyu naye huyu wanamwambia. Sasa vijana hiyo tatizo liko nalo. Yaani wenyewe wajibagua, wasema huyu ana mambo ya kizeezee. Yaani lakini kumbe akumbuke naye baada atakuwa mzee. Kwa hiyo ukishiriki kwenye jambo la watu wengi, kushiriki jambo la kijamii, vijana wengi wana tabia hiyo kusemana, tuna tabia ya uzee. Sasa tuache hiyo tabia. Umeelewa vizuri? Tuishi wote. Yaani wazee na vijana wakikaa sehemu moja. Mimi naamini kila kitu kitakuwa kimeenda vizuri. Lakini hapa kuna matabaka. Yaani kuna sehemu pamejigawa ipa. Yaani wazee watakaa huku, vijana watakaa huku. Na stories za vijana zitaongelewa hivi na story ya wazee wataongelea hivi. Sio unaelewa vizuri? Maana hapa kuna sasa tufanye namna hapa ya ili watu waunganike hapa. Yaani hiyo waunganike hapa. Je, tutumie mbinu gani sasa? Ili tuweze kuunganishana. Unaona? Maana unaweza kwenda ukamwamini kijana. Ukimwamini kijana, ukishamwambia bwana hapa kuna moja vitu kesho anakuja anaweza kana kaiba. Si ndio? Akamua hata leo maximum. Vijana umempa nafasi kwa ndio kwanza yeye kijana sasa ana mambo mengi huko, anataka akajirushe huko akafanya nini basi yeye anataka awe na gari mapema. Kwa hiyo vijana wanaua haraka. Shida kubwa vijana wale
wana waraka. Mimi hapa kwenye hii tasa hii hapa nafikiri kuna vijana waliitwa hapa kwa ajili ya kufanya, si ndio? Lakini nimeacha kila siku jana kuja huyu, kesho na gari huyu, anakuja afanya hivi. Kwa hiyo wenyewe hawako tayari. Wana waraka wa maisha. Mwisho wa siku unasema serikali sisi haitujali, sijui hakuna 1 2 3 kwenye mikutano hatuwezi kuja. Kwenye simu sawa. Tuma message, kuna message nyingi zinaingia kwenye simu. Unazisoma? Tuambiana, tunazifuta vipi? Si ndio? Lakini tukitana kama hivi, tulikuwa tunaonana hivi na mtu anaongea. Umeelewa? Hata Ulaya huko uongo, hata kwa teknolojia imekuwa kubwa. Lakini huko pia nao wanakutana. Tunaona kongamano mengi wanakutana. Si ndio? Kwa hiyo tuone namna ya kufanya ili angalau kati ya vijana, wazee na rika tofauti tofauti tuzungumze pamoja. Tuwe na kauli hii moja ambayo hiyo kauli sasa ndio tukasimama nayo hata serikali pia ikaweza kusogea. Hilo tu. Asante sana mjumbe, na mimi nashukuru sababu tunapata mawazo mengi. Na mimi naamini hata juzi kati nilikuwa kwenye nini fulani hivi cha ajira. Yaani Tanzania watu walioajiriwa kama milioni 5 tu. Sisi tumesema tupo 65. Lakini milioni 5 tu ndio kwenye ajira. Sasa angalia 60% yote wakulima. Sasa sio vijana tunajichanganya kusema lazima twende kule. Lazima tuwe na mawazo mengine ya ziada. Karibu dada pale. Asante. Mimi naomba nichangie moja kwa moja. Twendeni yani kidogo maana muda mnakimbia kweli yani. Asante. Kwanza mimi namwangalia kijana wa ndani ya mkoa wetu wa Mtwara. Kijana ambaye mimi nataka nimuongelee hapa. Tunaangalia katika mkoa wetu wa Mtwara na katika maeneo ambayo tunaishi, kijana anahitaji nini? Kwa kwanza kijana anahitaji ujuzi kabla ya vingine vyote. Na huu ujuzi kijana anaupataje? Ujuzi tunaoongelea hapa ni ujuzi kwa maana ya elimu ambayo baada ya kutoka kwenye yale mafunzo anaenda kuyafanyia kazi wapi? Mtaani. Sasa tuna vyuo vikuu ambapo vinatoa kozi mbalimbali kuanzia level ya certificate, diploma, degree mpaka masters. Huyu kijana anapataje hii nafasi? Kuna wazazi katika mkoa wetu wenye vipato vidogo, vya kati na vya chini. Je, serikali inashiriki vipi hii namba ya vijana wanaomaliza katika level za sekondari kwa maana ya form 4 na form 6 wana uwezo wa kwenda kuingia katika hivi vyuo vikuu? Tuna changamoto moja. Bado tupo katika mifumo ambayo tunatumia zile kozi ambazo walishazitumia wazazi wetu, ndio bado zinaendelea. Ndio namba kubwa ya kozi ambazo mpaka sasa hivi vijana wengi wanaendelea kuzisoma. Dunia imebadilika. Sasa kama dunia imebadilika, tunahitaji ije mitaala ambayo kwenye level ya vyuo vikuu. Maana tunapobadilisha peke yake level ya primary, alafu tunasahau vyuo vikuu, ina maana tunayekuja kumsaidia hapa sio Gen Z wala millennium. Tunamsaidia huyu mtoto wa miaka 0 mpaka miaka 13. Kwa hiyo tunapokuja kuongelea Gen Z ambao sasa ndo taifa ambalo tunalitazama na tunalijadili hapa sasa hivi, kwanza tubadilishe mifumo ya kozi yote. Tuweke mifumo ambayo inaendana na dunia sasa hivi. Kwamba tukitoa namba ya vijana hata 60% wanaokuwa wamemaliza level za sekondari kwa maana form 4 na form 6 wanahitaji kwenda kujiunga na college au vyuo vikuu, basi waende wakapate kozi ambazo kwao zitakuwa zina soko ndani ya nchi, ndani ya mkoa, ndani ya nchi na nje ya nchi. Lakini tukija katika fursa ambazo sasa zihitaji hivi vyuo vikuu, tukimana tunatumia hivi vyuo vya kati kama VETA na SIDO. Je, wazazi wetu wana mchango upi wa kupeleka vijana katika vile vyuo? Na je, wanamtambua vipi umuhimu wa kutumia vile vyuo? Sasa hivi VETA wameleta kozi mbalimbali ambazo sasa kidogo naona wanaendana na mfumo wa sasa hivi. Wanatambua vipi kwamba kuna hizi kozi ni za muda gani? Lakini huyu kijana anapoamua kusema anajiendeleza katika ujuzi, anaenda kusomea ufundi cherehani, bado anakutana na mashine zile za zamani. Wakati sasa hivi tushatoka katika mfumo wa kutumia mashine za zamani, tunatumia mashine za kusomea ambazo ni za umeme. Je, katika vile vyuo vyetu au kwa wale watu ambao tunawatumia kama walimu wa mitaani wanatoa zile kozi ambazo tunaamini ndio sanaa yetu ya mtaani, bado wanatumia vifaa gani? Kwa hiyo nikija kwenye upande wa ujuzi, kwa upande wa hizi sanaa sasa, shughuli za sanaa na maanisha kuna uchongaji, kuna ushonaji, kuna ususi, kuna maboresho yanatakiwa yafanyike hapo. Kijana sasa hivi ni Tomaso, ni mtu anayetaka kuona vitu kwa vitendo. Sasa tukitoka kwenye ujuzi, tunakuja sasa kwenye kazi. Vijana sasa hivi kwenye fursa nasema sasa. Kijana sasa hivi anatamani akitoka chuo apate kazi.
lakini ndio tunakuja kwenye ile shida kwamba ametoka kwenye kozi ambayo akienda kutafuta ajira soko lake halipo tena. Serikali inadanganya sana, hichi kitu tukiongea wakazi wa Mpala. Yaani wazazi wanajituma wanapeleka watoto vioni, lakini uhalisia wa kuelezwa soko la ile kozi ulikoje inakuwa sio kweli. Kwa hiyo unajikuta watoto wanapomaliza masomo wakija kutafuta hizi fursa mtaani, wanaposhangaa zile fursa hazipo. Hichi kitu kiko open. Kuna baadhi ya kozi watu wakishamaliza tuko nao mtaani, hawajui waanzie wapi. Lakini hiyo isimfanyi kijana akakata tamaa. Wapo katika, tuna mataifa ambayo sisi tunaona kama mataifa ya mfano, wanakuja Tanzania kuja kufanya uwekezaji. Mtu anakuambia nina masters. Alichokisomea na anachokifanyia kazi ni vitu viwili tofauti. Lakini nini kinatokea pale? Na maana serikali wanaamua kuwekeza kwa wale vijana. Sasa tukija kwenye fursa kwa ndani ya mkoa wetu, tunahitaji ile mikopo ya halmashauri. Vijana watazamwe kwa jicho la tofauti katika yale makundi matatu, kwa maana walemavu, wanawake pamoja na vijana. Lakini hiyo ni kwa maana kwa wale vijana ambao hizo wametoka katika level za vyuo vikuu, katika hizi kozi ambazo ni za sanaa, ambazo hizo ni za kimtaani, ambazo hazina certificate au zina certificate. Lakini kuna kitu ambacho kingine vijana wa ndani wa mkoa wetu sisi wanakitazama, ni nafasi. Bado nafasi nyingi za uongozi zimeshikiliwa na wazazi wetu kwa asilimia kubwa. Tutalalamika hapa kila siku kwamba mikutano inaitwa vijana washiriki. Kijana anataka kuona anayeniita ni nani na anayeniita yeye anafanya shughuli gani. Sasa unakuta huyo mwenyewe ambao umemweka katika hayo majukwaa ya vijana hana shughuli yote anayofanya. Kwa hiyo maana vijana wanachobaki nacho mtaani kwamba wala wala posho tu. Kwa hiyo kitu nakirudisha katika uongozi. Mnapotengeneza haya mabaraza ya vijana ngazi ya vijiji, kata mpaka mkoa, tunahitaji mabalozi watakaweza kupresent mkoa wetu. Kuna mikoa ambayo tunaitazama kama mikoa ya mfano. Wao wamewezaje? Ina maana wao wana vipaumbele vyao wanavyofanyaje? Wanavyovitazama. Na katika ninaposema shughuli simaanishi nafasi ya mtu kikazi au nafasi ya mtu kielimu. Kwa sababu kuna kitu kimoja ambacho vijana pia sasa hivi wanalalamika katika mkoa wetu kwamba sisi darasa la 7 tumefanyaje? Tunatengwa, hatupewi nafasi za kiuongozi. Kwa hiyo hawa ambao tunawahitaji hata kama akiwa darasa la 7 basi awe kuna jambo ambalo nyinyi wenyewe serikali mnatamba nao kwamba mnamwona yule mwenyekiti pale ana kikundi chake cha bodaboda, tulipa bodaboda 50. Kwa ndo mwenyekiti ambaye anasimama kuongelea nini vijana katika kata yenu au katika mtaa wenu. Lakini katika upande wa nafasi sasa hapa nataka niingize kitaifa kwa ujumla. Natamani katika sera ya vijana ya taifa waweze kusaidia kufanya kama walivyoanza harakati za kipindi kile za haki za wanawake 50 kwa 50. Dunia sasa hivi iko kiteknolojia. Na wanaoweza kurani teknolojia ni vijana. Huo ndio ukweli ambao uko wazi. Kwa hiyo ikiwezekana, ikitupendeza, yani taifa letu kwenye upande wa uongozi, yani huku chini tukitengeneza, juu tusipotengeneza hakuna kitu. Kwa sababu baada ya miaka 10 hao wazazi wetu wapo katika nafasi za nini? Za kimaamuzi. Basi hata kule bungeni pawepo na viti maalum za vijana kama ambavyo vipo kwa wanawake. Kwa tukianza bungeni kuwa na vijana ambao watasimama watawasemea vijana wao ngazi ya chini, kwa hata ngazi ya kijiji vijana watapata nguvu ya kusema katika mkoa wetu tuna viti maalum huyu. Leo tuna waziri wa vijana, lakini wote tuko tunafahamu mifumo ya nchi yetu. Mkeka unaweza kupinduka hapa. Si ndio? Tukajikuta tuna waziri sio wa kijana tena, ni waziri wa kilimo. Vijana wamenufaika nini na yeye? Kwa lakini tukiwa na mbunge viti maalum wa vijana katika mkoa wetu, tuna uhakika kwamba tuna mtu ambaye anawakilisha, kwamba hata tukikaa kwenye mabaraza ya kata, mabaraza ya vijiji, tunamfikishia maoni yetu ambayo akienda bungeni anaenda kutengeneza, anaenda kuyaingiza katika katiba. Asanteni sana. Asante. Sasa wote tuelewane kwanza, muda unakimbia sana. Na watu mnaotaka kuchangia ni wengi. Mimi naomba nitoe comment yangu. Dakika 5 zitakuwa zinawatosha. Ukirudisha hapo mimi nakupiga stop. Sawa eh? Tata ni nini? 3. Bosi wangu hapa mniambie dakika 3. Sasa vijana na ni msingi sana wa kutoka kwenye haya. Sikatai juhudi zozote zinazofanyika kuwasaidia vijana, whether ametoa mtu yote ametoa bodaboda na nini, lakini ukiangalia kwa jicho la mbali zaidi sio endelevu. Kwa tunatafuta changamoto, tunatafuta namna ya kutatua changamoto za vijana ambazo zitakuwa endelevu.
Kwa mfano tukiangalia tu katika hali ya kawaida, bajeti ya iliyosomwa na Mheshimiwa Waziri ni bilioni ngapi? 35. Inatosha? Na hapo yenyewe asilimia kubwa kwenye ofisi, na huwezi kuzuia, kwa sababu haya ofisi lazima iwepo ili endelee kutengeneza mazingira mengine ya kupata. Lakini kitu kingine ambacho ningewaomba vijana walioko Mtwara, na hii sasa mimi badala nyie mtoe, mimi natoa kwa sababu nataka tukimbizane, ningewaomba kaeni vizuri na maafisa vijana hawa wa halmashauri wa mkoa, zungumzeni nao, pelekeni maandiko yenu mazuri ya namna ambavyo mnataka mikopo au namna ambavyo mnataka finances, yani kupata ufadhili wa fedha wa aina gani, na wao waondoke na nyinyi mguu, mkono, kichwa pamoja, mwende kwa wale wanaitwa nini, kwa wawekezaji, sio wawekezaji nini wanaitwa, public private, wadau ambao sio wa kiserikali, mabenki manini, waambie nina vijana hapa 5 wana wazo zuri sana ili hapa la mashine ya kuchakata labda korosho, hawa hapa, naomba uwape hela hawa hapa, hela yako, mchakato huu mimi kama afisa wa serikali nimeverify hela itarudi baada ya muda huu, na mimi ndio mdhamini wao. Fanyeni hivyo, tutatoka kwenye hili swala ambalo Sheikh amelisema, mkubwa amesema, kwanza kulaumu, kunyoshana vidole, hatutafika. Wakati hata tunazungumza na kina Hamisi na vijana wengine, tukaambia tunaenda kuangalia magepu yaliyopo kwenye masuala ya sera, na sasa sera ya vijana, na tunapoenda kuangalia gap hizi, hatuendi kusema nani hajafanya hivi, baraza yenyewe hawajaboresha. Hatuzungumzi hivyo, tunatakiwa tuzungumze lugha ya tunatakiwa tufanye 1, 2, 3. Je, bwana afisa vijana uko pamoja na sisi? Aseme yuko hapa, na ndio sababu tumeleta huu mjadala. Wazee wetu wanapoona maadili yetu na kuona kwamba sisi ni machinoo zaidi, wao watatujenga katika muktadha huo na kuendelea kuwaombea vijana wao waweze kufunguka na kufuatilia hizo fursa mbalimbali waweze kuzipata. Kwa tuzungumze hivyo, tukimbizane na dakika chache zilizobakia. Asante. Mimi naomba nini afisa vijana utatujibu mwishoni, utatupa maelezo yote. Beti ameandika hapa, atatusomea. Usijibu robo, itakuwa inatusumbua. Kwa hiyo tupumzike kwanza hapo, utatujibu. Kaka pale. Dakika 3. Asante. Ndugu zangu, shikamoni. Mimi nilitamani kuzungumza kuhusu kitu kimoja. Kama pale kiongozi alisema kuhusiana na baraza la vijana na ngazi ya wilaya. Kuna kitu kinaitwa establishment of volunteering programs kwa vijana. Hizi volunteering programs zitasaidia katika kila ngazi ya kata na mitaa, na namna ya uendeshaji wa hizi volunteering programs zitagusa katika kila kundi la vijana, kundi ambalo la vijana ambao wana elimu na kundi ambalo hawana elimu. Kwa lazima tuguse wote kwa pamoja, lakini sisi vijana obviously tunatamani kuona matokeo. Mimi ni shuhuda ya mtu ambaye nishaikuagizwa na kiongozi katika Mtwara vijijini. Kuna kiongozi ambaye alikuwa tukishirikiana naye, tunamuomba bwana, tunaomba tukutanishe na hawa vijana tuzungumze nao. Unaona kabisa yule kiongozi the way ambavyo anaishi vizuri na vijana wanaitikia, wanatusikiliza. Pia hata mimi mdogo, nakuta mtu mzima na kijana ambaye ana miaka 30 au 28 lakini ana uwezo wa kunisikiliza. Nikamwambia namna gani the way ambavyo kiongozi anaishi vizuri na vijana. Kwa hiyo lazima tu treat chanzo cha chini kabisa, kwamba asilimia kubwa kuna baadhi ya viongozi ethics zao ziko vizuri, hawajatumia life skills nzuri ya kufanya namna ya kuintegrate mahali vijana. Ndio maana inakuwa ni changamoto sana, mtu mzima anapata changamoto na mageni kutumia mbinu gani labda kuita vijana na kwa changamoto. Kwa hiyo volunteering program ikitiliwa maanani kwenye kila ngazi, tutafute icons wale ambao vijana ambao ni ushawishi mkubwa kwenye mitaa, wenye vitu wetu hawa mtaa. Naamini wanafahamu sana vijana ambao ni ushawishi. Wale wakichukuliwa
wakawa viongozi, wakawa mabalozi kwenye mitaa, kwenye kata na ngazi za wilaya, wakiwezeshwa nao, kwa sababu mtu anaona hali ya maisha ya kijana, anaiona kwa kijana maisha yake yalikuwa ni kawaida, lakini sasa hivi wamefanya. Asante. Nafikiri programu za ujitoleaji zipo na sasa nimezisikia mara nyingi sana kwa walimu. Kwa hiyo nadhani kama mtu wa serikali yuko hapa, watu wanataka programu za ujitoleaji ziset kwa walimu hata sehemu zingine pia, ili zisaidie kuwajengea uwezo. Useme ili tupate maendeleo endelevu, iwe kwa walemavu hata vijana ambao hawana changamoto hizo za ulemavu. Nisame kidogo sauti. Kitu cha kwanza ambacho nakiona, vijana tunatakiwa tuwe wawajibikaji. Nachokifahamu mimi, kwa wale watu wamesoma sheria watanisaidia, haki inaendana na wajibu. Huwezi kudai haki kama hujatimiza wajibu. Wajibu wangu ni kulipa kodi ili nipate barabara. Nimelipa kodi, sijalipa kodi. Vimezungumziwa vitu vingi, nitasamarize, sijui tunatakiwa tuwe na wabunge ambao watakuwa wanazungumzia kuhusu vijana. Wapo pale. Zipo nafasi za wabunge ambao wanasemea vijana. Wanawasemeaje vijana? Tunawaona hao wabunge ambao tumewapa hiyo ranilia kwenda kuwasemea vijana, wamewasemeaje? Kwa hiyo unakuta hata kwenye hizi nafasi tukipewa sisi vijana, huwa hatuzitendei haki kuleta hayo mabadiliko. Hata asilimia kubwa ya hao vijana ambao wamepata hizo nafasi, unakuta sasa kuzitendea haki, kuleta mabadiliko inakuwa ni changamoto. Lakini pia kingine tunachotakiwa tukifanye, tuwe na tabia ya uvumilivu. Wazee wetu hapa, kuna mzee mmoja nilikuwa nimemsikiliza kwamba sisi vijana tuna uharaka. Tuko tu tunasema nini anahitaji, kijana anahitaji matokeo. Sawa, hayo matokeo anayaleta nani? Sio tu wewe unahitaji matokeo, anayaleta nani na kwa wakati gani? Na ili uweze kufikia hayo matokeo, kuna process ambazo unatakiwa ufanyaje, kuzipitie kuyafikia hayo nini matokeo. Umezipitia hizo process? Sio unaruka tu nataka barabara. Hiyo barabara, ili uweze kuipata hiyo barabara, nini kifanyike? Kwa tukifocus na hivi vitu kwa sisi vijana, tuwe na uzalendo kwanza, lakini pia tuwe na uwajibikaji, tuwajibike. Hivyo vitu viwili mezungu. Cha tatu ni uthubutu. Na hii ndio shida kwetu sisi vijana. Tuna uthubutu. Umesomea jambo fulani linahusiana na mambo ya sayansi na teknolojia. Umemaliza chuo, sawa. Kusema kweli, serikali haiwezi kuajiri watu wote ambao wanamaliza vyuo. Swala la ajira, hata hayo mataifa ambayo yako endelevu unazungumzia China, haijawaajiri watu wote, isipokuwa na kingine kinachofanya ni kutengeneza fursa. Kama unakuta kwetu wa China wanakuja, wanatumia elimu yao, wanapata kipato. Sasa je, sisi tuna huo uthubutu? Tukiwezeshwa tuna huo uthubutu? Nataka kuzungumzia jambo moja. Asante boss. Asante. Tunashukuru. Nikita sana kwenye jamii. Tena ni ngazi ya chini kabisa. Ni yule mtu ambaye anaamini kwanza binafsi, anaamini mimi sisamini. Hata hapo hawezi akafika. Tunazungumza nini? Mimi wao ninawapenda. Kuna umaskini na ulemavu ndani yake. Ana mambo yote mawili yani. Wote tunazungumzia, na ulemavu ndio tunazungumzia kwa sababu tunakutana nao sana. Umaskini na ulemavu ndani yake. Sasa yuko hoi zaidi ya twende kaza. Walemavu pia nakutana nao sana. Ila nashukuru katika kipindi hiki kipindi cha Gen Z na social media zimesaidia sana kwa walemavu. Ukiingia TikTok sasa hivi, mtu ulemavu wake ule haushukuri kama changamoto, kwa sababu leo hii nikitokeza hapa watu wanacheka, hapana. Lakini mtu ulemavu wake anafanyia contact na kweli anapata pesa kupitia ulemavu wake. Kitu kinachokuja katika uwekezaji, mnaenda kule kwa jamii, mnapeleka mikopo, mnafanya kila kitu, lakini hamwatamini kama kuku. Yaani mtu anapata kweli, anarejesha ile pesa, ikishaisha amfuatilie tena. Ile miradi inaenda na kufa tena. Wanarudi katika zamani walipotoka. Lakini inatakiwa
wale waangaliwe, sio tu kwa sababu pikipiki amaliza mkataba miezi 12 ndio mkasema basi ile pesa imesharudi na yaendelea na pikipiki yake. Hapana, ile pikipiki mizaa nyingine au ile pikipiki imeshia wapi? Mimi nimezunguka sana tena katika upande wa elimu walemavu, nakuta mtu mzazi anamficha ndani mtoto, lakini ukiongea na ule mzazi anasema bwana, huyu mwanangu kweli kwa hali hii watu watamcheka, sio nafanyaje? Hapana, lakini napambana, namtoa, nikishamtoa pale anafika shule na anaanza shule na ninamfuatilia. Maana changamoto hiyo nikuta, kuna mama mmoja nilimsaidia fedha ya kwenda kumsaidia mtoto miguu, lakini ile fedha alila kwa sababu sikufuatilia. Nilipompa nikajua tayari anaenda atamtibia, lakini ile fedha alikula ile mama. Baada ya muda fulani nafuatilia tena, nakuta matatizo yale ile ya mtoto, anaomba sehemu nyingine tena. Yaani yule mtu anaenda kumwomba kanifikishia mimi tena, bwana kuna changamoto kuchongone, kuangalia kwenye kumfunza mbona nafiwa nishampa hela. Sasa kikubwa kinachotakiwa kwa vijana sio tu kutoka kushiriki au kufanya, inatakiwa kwanza nyinyi wenyewe viongozi kuifikia jamii. Kuifikia jamii, yani katika ngazi ya chini kuifikia na kuzungumza nao, kuwashawishi, kwa sababu unakuta vijana akili zimelala. Sasa inatakiwa uamshe, sio tu kwenda kumtangazia bwana leo kuna agenda fulani. Je, hiyo agenda pia kabla ya kuleta kwenye kwa vijana inabidi mwashirikishe vijana kwanza. Sio nyinyi mshamdiscuss, mshapata mambo yenu ya kuyapata baadaye mnaletea vijana. Hapana. Vijana kwanza mwashirikishe nao walizie mapema kabla ya agenda, kuwafikia vijana wote kwa pamoja. Kuna mambo mengi, sio wote ambao tuna simu janja. Kuna wengine hawana. Mimi kuna kijiwe kimoja nilifika cha wazee vijijini huko. Baada ya kupiga na story kuhusu masuala ya amani na vitu vingine, nikawatangazia bwana, kuna jambo la wastaafu na tukio walipo waenda kupigana vita ya Uganda. Je, hili mnalijua na mnatakiwa kumbukumbu zenu mzipeleke sehemu fulani? Kweli katika kundi lile nilikuta wastaafu 3 hawajui. Lakini mimi niliwafikishia. Baada ya hapo wakaanza kufuatilia michakato yao. Kwa hiyo hizi taarifa inatakiwa sio tu kupitia simu, network hizi. Nyinyi wenyewe mfike kwenye jamii. Mzungumze nao jamii. Kwa sababu kuna wengine wapo hapa hata mtaani hapa. Changamoto unazikuta na unaweza ukafika pale kwa lengo lile ukakuta na changamoto nyingine. Umeelewa? Mimi kwangu ni hayo. Kwa hiyo katika swala la kuwainua watu natakiwa mwafuatilie ndani zaidi hivyo. Site, karibu. Karibu sana tupe uzoefu. Asante, mimi niko kwenye mikopo hapa. Mimi kuna kipindi nilichaguliwa mtaani kwetu kupita kuhamasisha vijana wachukue mikopo. Sasa jinsi tulivyokuwa tunatembea, si kuna lazima uangalie biashara wanayefanya. Wanaokotana tu wewe twende. Siku hiyo nimeenda kwa mtendaji pale, nilienda tu kwa shule nyingine. Wamechukua mama, yani ni wale walikuwa ni vijana. Yule kijana anafanya biashara mtaa wa Magomeni shuleni. Lakini anakokaa anakaa Chikongola. Sio mkazi wa Magomeni shuleni. Ni mkazi wa wapi? Chikongola. Wakaanza kwa sasa wewe mtendaji pale akawa anawauliza. Mimi ilibidi niingilie kati. Nilishindwa kuvumilia. Nikawauliza, wewe unakaa Chikongola, hawa wanakaa Magomeni, na wale aliyeungana nao wanakaa wapi? Mbezi. Biashara kwa sababu anakaa Mbezi na biashara anafanya wapi? Magomeni shuleni. Je, nikawauliza, anapokaa napajua? Si anafanya biashara Magomeni shuleni, akiwatoroka. Vijana walio wengi sio waaminifu. Yaani wanaokotana. Na alafu kuna watu walichukua mkopo, walikaa karibu miaka 2 hawakulipa. Na siku tumeenda kuangalia kukagua mradi wa biashara yenyewe. Mimi silikuwa na afisa maendeleo ya jamii. Waliweka kuku hawa 3 kama 3. Kile ni kikundi. Kuku 1, 2, 3. Mama Kayembe kama shughuli. Niliwauliza, nikamwambia hapa mkopo mpati. Saa zingine mikopo sio kusema. Tuna ndoto za pamoja, lakini tuko katika mazingira tofauti tofauti. One aspiration, different context. Na alichokisema hapa mwishoni
ukosefu wa ajira, umaskini upo hata Marekani, wapi huko tunapoona upo, yani ajira ukosefu tena ni mkubwa pengine kuliko hata kwa sababu wao wako milioni 200 na sisi tuko 65. Unajua, naelewa. Kwa hiyo wazee na vijana kama zamani ilikuwa ni mikutano, lakini sasa hivi vijana wanatumia sana app. Kwa hiyo kuwepo na app maalum au vikundi vya WhatsApp au Instagram, Facebook. Kwa hiyo hapo njia ya mawasiliano ili kuweza kufikia vijana wengi zaidi. Lakini la pili ni kuwepo kwa wawakilishi wa vijana kuanzia ngazi ya kata chini, ambapo ndio kiongozi pale alisema vijana wawili kutoka kwenye kila kata, ambao ndio juu utendaji ile baraza la wilaya. Lakini maoni mengine, kuna changamoto ya mitaala ya elimu ile pale, ambapo tumeona sasa hivi elimu inakuwa iko tu imeanzia ngazi ya primary, lakini kwenye vyuo inakuwa zile mitaala haziruhusu vijana kupata fursa za ajira. Kwa hiyo inabidi hapo sasa mchagize kama wale wanaoshona hata mtaani kuwepo na zile modern tool kama fundi cherehani. Sasa hivi mabadiliko yanakuja kwenye kuna cherehani za umeme. Je, watu wanamuti na hayo mabadiliko? Kwa hiyo vijana wanakuwa wanakosa ajira kwa sababu hawaendani na mabadiliko. Lakini kuna nyingine, fursa za mikopo kama halmashauri iangalie vijana wote, hususani sana sana wale wanaomaliza vyuo lakini hawana ajira, nao katika ile fursa na wake vijana na watoto nao waangalie hawa vijana ambao wanaotoka vyuoni kwa ajili ya kuweza kupata mikopo. Lakini pia vijana kuweza kuwaingiza au kufanya michakato waweze kushiriki katika nafasi mbalimbali za maamuzi, zile nafasi za uongozi, kuanzia kwenye mabaraza ya kata, tunavyosema wale wajumbe wale wa kata, yaani kuwemo pia na vijana ambao wanaoweza kusema mambo yanayohusiana na vijana watakao kupresenti kuanzia mabaraza ya kata hadi ya juu wa mbunge. Lakini pia kuna pendekezo lingine kuwepo na mbunge wa viti maalum kama sasa hivi hapa nilivyomwelewa huyu, kama kuna mbunge wa viti maalum wa wanawake, wa vijana wapo, wanawake wapo, watu wenye ulemavu wapo, wote wapo. Ile sema tu kazi yao za wapenda uwajibikaji wa viongozi waweze kuwashirikisha vijana kuanzia ngazi ya chini. Kama sasa hivi vijana, mnaona sera ya vijana ipo, lakini wakimpata kijana anakuwa hajui, ni kwa sababu hajashiriki kuanzia kwenye mchakato wa kufanyeje wa kuiandaa. Kwa hiyo anachokuja kupewa kitu juu anakuwa haelewi kitu gani. Kwa hiyo kwenye jambo lolote lile inabidi watu waanze kushirikishwa kuanzia kwenye maoni, alafu baadaye ukija kitu kimeshakamilika ukimwambia mtu kuna kitu 1 2 3 fanya, vinakuwa rahisi kuwa na ushirikiano. Lakini pia naona ni kwenda kuondoa hii dhana ya mitazamo tofauti kati ya vijana na wazee. Msingi, kabla tujaanza kujibu kwetu maelezo ya kutanguliza, ni kwamba siku zote fursa ni chache kuliko hitaji. Sawa? Yaani fursa ni chache. Fikiria wewe hapo kwenu mpo wangapi? Lakini walioanzisha hiyo familia ni watu wawili. Walikuwa na eka yao moja ya korosho, ilikuwa inatosheleza. Lakini sasa wale wawili wale wamezalisha watu kama 6, 7, 4, 5. Bado mnategemea shamba moja ile